Abdul, hatimaye tumemaliza kidato cha nne, imebaki historia sasa. Ni kweli, alafu sisi tangu kidato cha pili mpaka sasa, sisi ni wapenzi, najivunia sana wewe Nasra. Lakini maisha yetu siyo rahisi, wewe una akili sana Abduli, nina uhakika utafaulu. Wewe pia utafaulu Nasra, nina uhakika na hilo. Tatizo pesa sasa, sijui kwa nini tumepewa akili alafu tukanyimwa pesa. Mimi siwezi kukata tamaa Nasra, ndoto yangu kubwa ni kuwa mfanya biashara mkubwa hapo baadaye. Lazima nitimize hilo ili nikuoe. Abduli, unanipenda kiasi hicho? Hilo halifichiki. Matokeo yametoka. Hongera sana kwa ufaulu Abduli. Asante Nasra, hongera pia wewe. Asante, umejipanga vipi sasa? Niambie. Natamani kwenda chuo nikasomee biashara, lakini nahofia uwezo wa nyumbani kwetu. Shangazi hatoweza kumudu kunisomesha mpaka mwisho. Najua hilo Abduli, wewe na mimi tuko sawa, hali ya mama yangu hainiruhusu kabisa kusoma. Bahati mbaya kwetu, acha tutulie, nitatafuta vibarua nifanye, kama mtaani pakiitika nikapata pesa basi, nitaenda kusoma. Hapana Abduli, hatuwezi kutulia sisi wote. Unamaanisha nini? Ada hamna, hatuna namna. Namna ipo Abduli, kama mimi sitasoma hadi mwisho, basi wewe itabidi usome hadi mwisho. Lakini Nasra, hakuna cha lakini Abduli, itabidi iwe hivyo. Nipo hapa kwa ajili yako pamoja na mustakabali wetu. Kivipi? Wewe nenda chuo, mimi nitabaki mtaani, nitafanya vibarua vya kila aina niingize pesa, pesa ambayo itakusaidia katika masomo yako, na hata matumizi mengine pia. Jitihada zako pamoja na matumaini yako, ndiyo pekee vitakuvusha. Nasra, wewe kwangu ni mwanamke wa thamani sana. Kuna muda najihisi kama sikustahili kuwa na wewe. Usiseme hivyo Abduli, mimi na wewe tunastahiliana. Ni kweli Nasra, nakupenda sana. Habari madam, naitwa Nasra, nimeelekezwa hapa na Sheri. Aha, sawa, kwako Sheri ni nani yako? Sheri ni anti yangu, nilimuomba anitafutie kazi. Unaweza kuanza kazi, kuhusu mshahara wako nadhani ameshakwambia. Sawa madam. Haikuwa rahisi jamani. Watoto wa hii nyumba wanaonekana ni watundu sana. Nafanya kila kitu kwa ajili yako Abu. Hakikisha unaniheshimisha pia. Jamani, hili bafu ni kubwa sana. Ukubwa wake ni sawa na ukubwa wa sebule ya nyumbani kwetu. Sijui nawaza nini. Ujue mimi sina akili. Huyu msichana, bado tu hajamaliza kazi zake, nataka kuondoka mimi. Madam samahani, imenichukua muda kidogo kwa sababu, mimi ni mgeni wa hili jengo. Haina shida, kikubwa umemaliza, sebule naiona safi, na atumai hata huko vyumbani ni pasafi pia. Ndiyo madam, ukitaka unaweza kwenda kujionea. Haina haja, chukua pesa yako. Asante sana madam. Karibu tena kesho. Asante, kwa heri. Nasra, umemaliza kazi mapema sana, ukizingatia ni mara yako ya kwanza kufanya kazi kwa Madam Kara. Ni kwa sababu nimezoea kufanya kazi kama hizo Auntie Sheri, unadhani ningechelewa? Najivunia wewe sana, japo mama yako hakuelewi. Ndio, kusoma ulistahili kusoma, lakini ungesoma kwa taabu sana. Najua Auntie Sheri, kwa sasa mama hanielewi, ila kwa baadaye ataelewa maana yangu. Vizuri sana Nasra, tukutane kesho. Sawa Auntie, bye. Kwako pia Nasra. Shikamo bwana. Marhaba, wewe ndo Nasra? Ndiyo bwana, nimeelekezwa kwako na. Ni sawa, Sheri, bila shaka. Ndiyo bwana. Sawa, sikiliza, utaratibu wa kazi zetu hapa, hapo mwanzo ilikuwa asubuhi mpaka jioni. Lakini kwa sasa tumeamua kuongeza muda, tunahitaji kufanya kazi masaa 24, hiyo ina maana usiku pia. Unamaanisha, nitafanya kazi usiku? Kuhusu hilo, sio mimi ninayeamua, ni juu yako wewe. Kama unataka kazi tutakuajiri, kama hautaki basi. Hapana bwana, nataka kazi sana, ila natumai mshahara utakuwa juu kidogo kuliko mchana, si ndio?
Hilo lipo wazi, wasichana wengi wanazikimbia zamu za usiku, hivyo mshahara wake tumeuweka juu kidogo, kwa wale wenye uthubutu. Sawa bwana, tafadhali nisajili. Unakaribishwa, utaanza kazi kesho, saa 12:30 unatakiwa uwe tayari umewasili hapa. Oya Abdul, kuna inshu hapa nataka nikupange, kama una mtaji wa 50,000 we umetoboa, shida zote za chuo unasahau kabisa yaani. Hayo sio mambo yangu janja, kuna kazi ya lecture Sole katoa leo mchana ndo naiwahi hapa. We jamaa na kusoma, kama umetumwa na kijiji vile. Upo sahihi Shomi, aliyenituma kusoma, ana maana kubwa zaidi kwangu, kuliko kijiji. Sawa sawa, wewe nenda chuo miacha niwahi washikaji zangu. Tutaonana. Ujue binti yangu, mama yako naumia sana, naumia kuona umefaulu vizuri alafu umekataa kuendelea na masomo yako. Najua mama unaumia, lakini tafadhali sana, usinikumbushe hili kila mara. Nitajitahidi kwa kila namna nipate pesa, walau nipate hata mtaji nifungue kibiashara changu. Nikiwa na biashara, hata nisipokaa mimi ukakaa wewe ni sawa tu. Nikienda kuendelea na masomo yangu, sitakuwa na mawazo ya pesa ya ada, wala matumizi madogo madogo. Hii yote ni kwa sababu tu ulizaliwa katika familia masikini. Nisamehe sana mama yako. Mama, kwa nini unaongea hivyo sasa? Hii ni hatma, hakuna anayependa kuwa masikini. Hata hao matajiri kuna vitu wanakosa pia. Lakini unafanya kazi sana, na kuonea huruma Nasra. Mama, hakuna mwanzo usio na mwisho jamani. Alafu ni usiku sana, ngoja nikalale mama. Usiku mwema kwako. Usiku mwema pia mpenzi. Binti yangu anahangaika sana. Ujue Helena, siku hizi umekuwa wa ajabu sana, unakuja chuo kila siku, hili ni jambo gumu kuamini. Ndiyo Karen, wewe unanifahamu vyema mimi sio mtu wa mambo ya chuo, sijui nini. Kama ni quiz, huwa nafanyiwa, assignment huwa nafanyiwa na hata test huwa nafanyiwa pia. Kasoro mitihani, hakuna kitu ambacho hakipo sawa kwangu. Ila ujio wangu wa mara kwa mara hivi sasa ni kwa sababu kuna mtu ananivutia. Usitake kuniambia mtu huyo ni Abduli. Wewe una akili sana Karen, bila shaka ni yeye, nani mwingine sasa? Helena, kumbuka Abduli na wewe hamuendani kabisa. Hatuendani kivipi? Sio kimwonekano Abduli anajua kuvaa, ni msafi na yupo smart, lakini level za maisha yenu ni tofauti sana. Sitaki kujua kuhusu level kwa sasa, kitu ambacho nazingatia hivi sasa ni je, atanipenda mimi? Natamani anipende. Hilo sio suhala la kutamani Helena, kwa sababu kila mwanaume pale chuoni anatamani kuwa na wewe. Huenda Abduli ni mtu tofauti, na sitaki anitamani, nataka anipende. Nimechoka jamani, siku hizi jua ni kali mpaka jioni. Subiri Helena, nini tena? Nimemuona Abdul, yule pale. Hii ni gari ya Helena. Mambo Abduli. Poa Helena, habari yako? Salama, ingia kwenye gari tufike wote chuo. Afadhali Helena, ujio wako ni kama miujiza, maana nimechoka kusubiri basi. Usijali Abduli, mimi ni wako. Mambo Karen? Poa, unaendeleaje? Mimi safi tu. Abdul, umesikia kuhusu tafrija ya mwaka mpya itayofanyika chuoni kesho kutwa? Mimi sio shabiki sana wa masuhala hayo, hata sijui kinachoendelea. Oho, sawa, lakini natamani twende wote. Mimi sijazoea, nitakuwa kama mgeni huko. Nitakuwepo kwa ajili yako. Hautakuwa mgeni, nitakuwa mwenyeji wako. Abdul, usikatae, Helena huwa hafanyi hivi kwa kila mtu. Una bahati sana amekuchagua wewe. Sawa Helena, tutaenda. Asante sana Abduli, nimefurahi. Unafanya kazi kwa bidii sana Nasra, hongera mno. Asante sana bwana. Yule kijana ambaye nilikuambia amekuulizia mara kadhaa, amekuja tena. Anataka nini tena mara hii? Bwana, mimi nimechoshwa na wateja wasumbufu. Usimhukumu kabla hujamsikiliza, mpe nafasi mara moja tu, kisha ukimsikiliza utaamua wewe sasa. Niletee oda yangu, nimechoka sana. Sawa madam, itakufikia sasa hivi. Nimeambiwa Ambiwa unahitaji huduma ya biriani,
nitawasilisha hivi sasa, tafadhali samahani kwa kuchelewesha. Sawa, naomba ukija uje ukae na mimi kwa muda, nina mazungumzo na wewe. Sawa mkuu. Samahani sana Nasra, nimekuwa nikijaribu kukufikia mara kadhaa, lakini unanikwepa kila mara. Sina nia mbaya na wewe, naomba unisikilize. Mkuu, mara zote nakukwepa kwa sababu ya ombi lako tu kwangu. Na sio kitu kingine, jibu langu haliwezi kubadilika, litabaki kuwa hapana siku zote. Sawa Nasra, ila tafadhali sana, leo naomba uniambie kwa nini mara zote jibu lako ni hapana kwangu. Najua itakushangaza, ila mimi nina mchumba wangu na tuna miaka mingi sana kwenye mahusiano yetu. Siwezi kumwacha, nampenda sana. Mchumba? Ndiyo mkuu, samahani lakini naweza sema sijui nia yako, lakini mimi nina mchumba wangu, nampenda sana yaani. Wewe unampenda sana, una uhakika gani kama yeye huko aliko anakupenda sana? Mkuu samahani, sitamani mtu yeyote ajaribu kunishawishi vibaya kuhusu mchumba wangu. Sawa, nisamehe mimi, lakini kama mna miaka mingi bila shaka angesha kuoa, sio kukuacha tumkaendelea na mahusiano bila ndoa. Mkuu sikia, sina shida na hilo kwa sababu ni mimi pekee ninayeelewa kwa nini hadi leo mimi na yeye hatujafunga ndoa. Samahani, naomba kuondoka. Sawa Nasra, nimekuelewa lakini tafadhali nisikilize. Kama umeelewa na kusikiliza. Nilitamani sana kujua kwa nini unanikwepa. Nakupa ahadi yangu, sitakaa nikusumbue tena, nitajitahidi sana kufuta fikra za kukufanya mwanamke wangu. Ila ukweli ni kwamba nakupenda sana. Kama kweli unaye mchumba wako na unampenda zaidi, natumai Mungu atawafanyia wepesi. Inshallah na kila heri kwako. Asante sana mkuu. Tafrija itaanza sio muda mrefu. Abduli wako nahisi amesahau kuhusu mwaliko wako. Hapana Karen, nina uhakika na Abduli, naamini atakuja. Sawa, sitakubishia. Mambo Sheri, leo umekuja kwenye tafrija ya chuo chetu. Wow, siamini hili. Shomi, unaongea sana, kwani sistahili? Hapana, sijasema hivyo, alafu Sheri unapenda sana kunikazia, naomba basi namba zako. Nitafute baada ya tafrija kuisha, nitakupatia. We Sheri, mara zote huwa unasema hivyo bhana, isije kuwa unanikwepa tena. Hapana Shomi, mara hii namaanisha. Sawa, acha nijiaminishe. Wow, Abdul leo umependeza sana. Asante sana Helena. Lakini Abduli kupendeza kawaida yake, sema katuchelewesha, atozwe faini. Ahahahaha. Usicheke, namaanisha. Kwani Abduli mwenyewe anasemaje? Nisamehe sana kwa kuchelewa, kuhusu faini labda muandike deni. Haina haja, twendeni sasa. Sawa, twendeni, tukaburudike. Ni mara yangu ya kwanza kuhudhuria sherehe. Haswa kukiwa na watu wengi hivi. Hii ni kawaida mbona Abduli, itabidi uzoee. Sawa madam, hata hivyo wewe ni mwenyeji wangu. Dunia ina watu wa ajabu sana. What? Hapana, najiongelea. Okay, fine. It wasn't easy for us to meet. Please forgive me, Sherry. Sipo hapa kwa ajili yako Samir. But I came all the way for you. Shomi, una mtu wa kucheza naye? Hapana, naweza kuja. Sawa, na kusubiri. Madrama kibao. Abduli, naomba kukuuliza. Upo huru Helena? Samahani Abduli, una mchumba? Ndiyo ninaye. Abduli wewe, jibu gani hilo? Unamaanisha nini? Nimejibu ukweli, ndiyo ninaye. Nimeshangaa sana. Ujue sio kawaida kwa mwanaume kujibu swali hilo kwa kujiamini. Basi mimi sio mwanaume wa kawaida Helena, samahani. Ni sawa, naweza kusema kwamba mchumba wako ana bahati sana kuwa na wewe. Mimi ndo mwenye bahati sana Helena, ujue kuwa na mwanamke kama mwanamke wangu, ni ngumu sana. Nahisi kama vile amebaki pekee yake. Bado nitaendelea kusema ana bahati sana. Unamsifia mbele yangu bila kujali. Kwa ajili yake naweza msifia popote. Nampenda sana, natamani ajue hili. Ni sawa Abduli, sasa naweza kuondoa fikra zangu potofu juu yako. Nilikuwa nakupenda lakini sio tena. Nitahamisha fikra zangu, niwatakie kila la heri. Asante sana Helena, natumai Mungu atakupa hitaji la moyo wako. Nimekumisi zaidi mpenzi, natamani kukuona sana.
Hatimaye umemaliza masomo yako, bora urudi tu, tusaidiane kupambana. Mpenzi wangu, natumai sijakuchosha sana japo ni miaka mingi. Kuna muda nilikuwa nachoka, naogopa, lakini nilisema kwa sababu ni kwa ajili yetu, acha nipambane. Jamani, nisamehe mimi mpenzi wangu, ila nimekumisi sana, acha kwanza nije nyumbani. Nakusubiri mpenzi, alafu asante sana, hujaniangusha. Na kuangusha vipi sasa? Ulikuwa bega kwa bega na mimi, kwa kila hatua. Wewe ni mwanamke na nusu Nasra. Nakupenda Abduli. Nakupenda pia. Mmefika na sijamwambia Nasra kama nimefika. Sasa namfata huko kwao, ili nimshangaze. Akiniona sijui atafanya nini. Kwani nawaza nini? Sinifike kwanza. He, yule si Abdul jamani. Mbona kupendeza hivyo? Au ndo tuseme chuo kinabadilisha watu? Kwa kweli nimemmisi sana Nasra wangu. Mambo Abduli, za siku nyingi jamani. Salama, samahani wewe nani? Sura yako ni kama naifananisha hivi. Unasahau haraka Abdul, mi Hana. Jamani Hana, umekuwa mzungu. Ahahahaha, Abduli unachekesha. Haya mambo ya kawaida mbona. Oho sawa, acha niwahi napoenda. Haya kwa heri. Sawa, kwa heri pia. Karibu sana Abdul, za miaka mingi. Ni salama mama, vipi? Maendeleo yenu na mtaa wenu? Kaa kwanza Abdul, huwezi kuongea na mimi ukiwa umesimama wima hivyo. Ni kweli mama. Hapo tutaongea sasa. Hahaha, mama we mtata kidogo. Hapana, sio utata, vijana wa siku hizi maadili yamebadilika sana. Ni kweli mama, nimemkuta Nasra. Nasra kwa sasa hawezi kuwa nyumbani, yupo kazini. Kazini jioni hii mama, jamani Nasra. Kwa sasa binti yangu ni mpambanaji sana Abduli. Kweli naona, kazini kwake wapi nimfate huko. Abduli msubiri kidogo tu, huu ndo muda wake wa kurudi. Huu ndo muda wake wa kurudi. Sawa mama. Mama shikamoo. He, Abduli ni wewe jamani. Umekuwa mtanashati jamani. Nasra nimekumiss sana. Nimeshindwa kujizuia kulala bila kukuona siku ya leo. Umekuwa mrembo sana Nasra. Abduli jamani, hukunipigia hata simu. Abduli yuko hapa toka saa 11 jioni, alitaka akufate kazini kwako ujue. Kazini tena? Ndiyo Nasra, nilikumiss sana. Abduli, umekuwa mtanashati sana. Nasra nenda basi kaoge, acha nikawapikie ili ukimaliza kujiandaa, nyie wawili mpate muda wa kuongea. Sawa mama. Abdul nakuja. Sawa na kusubiri. Meona bora nikusindikize, nimeshindwa kuongea mbele ya mama, ningedhalilika. Ahahahaha. Abduli hujui tu nilikumisi kiasi gani. Nilikumiss pia. Nasra, nona muda muafaka kwetu umefika. Siwezi kusubiri tena. Ni sahihi Abdul, kama Riziki anayetoa Manani, sisi wote wapambanaji. Ndiyo, uzuri ni kwamba familia yangu inakufahamu. Ni taarifa tu mahusiano yetu tumeamua kuyafanya yawe rasmi. Nakupenda sana Abduli. Nakupenda pia. Kwa hiyo Nasra siku zote ndo alikuwa anakusaidia wewe kulipa ada. Abdul, wewe mtoto wa watu usije mfanyia ubaya. Shangazi, nampenda sana Nasra, nawezaje mfanyia ubaya? Naomba tu unisaidie hili, fanya utaratibu unaofaa nimuoe. Hilo halina shaka kwangu, Nasra ni binti mwema sana. Ni kweli shangazi. Nani atapinga sasa kuhusu ndoa yako na Abduli, na kuunga mkono asilimia zote kwa sababu unampenda sana. Sio tu kumpenda mama, sisi wawili tunapendana. Nawatakia kila la heri mwanangu. Asante sana mama. Wewe sasa ni mke wangu. Nina furaha sana leo Abdul. Unahisi furaha yako inazidi yangu? Sijui kuhusu wewe sana, ila najua mimi nina furaha sana. Nina zawadi kwa ajili yako mke wangu. Zawadi ya ndoa yetu. Abdul, hapa ni kwa nani? Hii ni zawadi yako Nasra, asante sana kwa kunipenda, kunivumilia, pamoja na kunipambania kwa kipindi chote nilichokuwa masomoni. Abduli, wewe, nyumba kubwa hivi, na nzuri kiasi hiki. Abduli, siamini. Hujafurahia zawadi yangu kwani mke wangu? Abduli, nimefurahi sana, asante sana lakini.
Nashangaa bado. Najua unajiuliza nimewezaje kujenga nyumba kubwa hivi, si ndio? Unashangaa kwa sababu nilikuwa chuoni. Ndiyo Abduli, bado najiuliza. Nitakujibu mpenzi, miaka 3 iliyopita wakati nikiwa field, nilibahatika kupata kazi katika kampuni ya baba wa rafiki yangu, nikaanza kufanya huku nikiwa nasoma. Lengo langu ilikuwa siku moja nikupe furaha na wewe, kwa sababu wewe ni mwanamke wa pekee sana kwangu. Abduli, ina maana mpaka wakati huu kumbe una kazi? Ndiyo, na sikutaka kukwambia, kwa sababu nilihisi utabweteka baada ya kujua, na mimi na wewe tumepanga mambo mengi sana. Abduli, nashindwa kuzuia hisia zangu. Najiona mwenye bahati sana kuwa na wewe. Usilie sasa mama mjengo, tuingie ndani, tukaanze fungate yetu kwenye nyumba yetu wenyewe. Sawa mpenzi. Jamani Abduli, hii nyumba ni kubwa hadi raha. Thamani zake nzuri pia. Nilitaka uwe na furaha mpenzi wangu. Abduli, pazuri. Uliandaa kila kitu saa ngapi kwani? Niliandaa kila kitu mapema. Abduli, nakupenda sana. Kitanda kizuri, nyumba nzuri, kila kitu kizuri. Asante Nasra, furaha yako ni furaha yangu pia. Mimi pia Abduli. Mke wangu ushinde salama. Uwe na kazi njema mume wangu. Karibu sana shangazi. Asante Nasra, mi sio mkaaji. Ni sawa, ila haitapendeza ukiishia nje shangazi. Karibu juisi shangazi. Asante binti yangu, maendeleo yenu hapa nyumbani ni salama? Ndiyo shangazi, sisi tupo salama, tunamshukuru Mungu. Vizuri sana, nilitaka kuwajulia hali. Hata na hivyo nilikuwa napita tu. Asante sana shangazi, sisi tupo na hatujambo. Nimefurahi sana, na muomba Mungu zaidi ajalie muwe na maelewano sana. Furaha yangu ni kuiona ndoa yenu ikizaa matunda. Asante shangazi, naamini Mungu atajalia furaha katika ndoa yetu, kikubwa maelewano na masikilizano. Amin. Binti, una akili sana. Sasa Nasra, acha mimi niende, nyie mbaki salama. Karibu tena shangazi, na ufike salama. Asante. Za kazini mume wangu, pole na uchovu. Asante mke wangu, umeshinda salama, nimekukumbuka sana. Nimekukumbuka pia, pole na uchovu wa majukumu. Asante, acha nipumzike kidogo. Hapana, ungeoga kwanza, ukala kisha ndo ukapumzika vizuri. Usipumzike ukiwa hivyo mwili hauta relax. Mambo ya kuoga tena. Haya sawa. Karibu chakula mume wangu. Asante mke wangu, chakula chako kitamu sana. Asante, alafu nilitaka kusahau. Shangazi alikuja hapa leo. Shangazi yangu. Ndiyo mpenzi, anakusalimia sana. Hakunipigia hata simu. Alikuwa anapita tu, mimi ndo nikamuomba aingie ndani atuachie hata baraka kidogo. Ni vizuri sana mke wangu, ila ujue nini? Nina bahati sana kuwa na wewe. Kwa nini ghafla? Mke wangu, nimepandishwa cheo kazini. Pale ofisini kwa sasa mimi ni meneja. Wewe mume wangu, unasema kweli? Ndiyo, na ndo maana nasema kwamba nina bahati sana. Mwanzo tu wa ndoa yetu na mambo mazuri yanatokea kwetu. Abduli, hongera sana. Hongera kwetu sote mke wangu. Na kujua wewe ni mama wa mipango. Hakikisha unaandaa daftari lako la mipango, unaweka mipangilio yako humo. Hahaha, na imani nikiwa na wewe nitafika mbali sana. Abduli, acha utani basi. Nasema tu ukweli, mke wangu, una akili sana za maisha. Lakini nina furaha sana nikiwa na wewe. Nina furaha pia. Sekretari, na kuhitaji ofisini kwangu haraka. Boss, umeniita? Wewe ni Helena? Hapana boss, naitwa Nifa, mimi ni sekretari wako mpya. Samahani, umefanana sana na Helena, msichana moja hivi mrembo sana, nilisoma naye chuo. Yeye ni dada yangu, watu wengi sana hunifananisha naye. Anha, basi ndio sababu mnafanana sana. Wewe ni mgeni hapa, kuna baadhi ya kazi hutozielewa. Naelewa kila kitu boss, naweza kuelezea. Unajiamini sana Ndiyo boss.
Kweli unajua kila kitu. Haya, umejipanga tayari na safari ya leo? Ndiyo boss, nimeandaa kila kitu tayari. Sawa, ni muda muafaka sasa, acha tuwahi ndege. Asanteni sana kwa kuhudhuria mkutano huu muhimu. Leo tunajadili kuhusu uwekezaji mpya unaolenga kuikuza kampuni yetu ya vifaa vya umeme, Jua Power Solutions Limited. Kwanza, napenda kumwalika mkurugenzi mtendaji, Bi Irene, atoe maelezo ya msingi. Asante mwenyekiti. Kampuni yetu inazalisha na kusambaza vifaa vya umeme kama taa za kisasa, vifaa vya solar, paneli, stabilizer, na betri za muda mrefu. Tumekuwa sokoni kwa miaka mitatu sasa, na tumeweza kujenga msingi mzuri wa wateja wa kudumu, hasa katika maeneo ya mijini na vijijini ambako umeme wa grid bado haujafika. Hivi sasa, tunahitaji kuongeza mtaji ili kupanua uzalishaji wetu kwa kununua mashine mpya, kufungua matawi katika mikoa mingine, na kuingiza teknolojia ya kisasa ya Smart Energy Devices. Tunaamini uwekezaji huu utatuwezesha kuongeza mapato kwa zaidi ya 40% ndani ya mwaka moja. Ni muhimu kuelewa kuwa sekta ya vifaa vya umeme ina ukuaji wa kasi sana kutokana na mahitaji yanayoongezeka kwa nishati mbadala kama vile solar. Kwa mujibu wa utafiti wa soko, matumizi ya vifaa vya umeme vya kisasa yataongezeka mara 2 ifikapo 2027. Uwekezaji wa sasa unahitaji kiasi cha shilingi milioni 500. Na tunatoa fursa kwa wawekezaji binafsi pamoja na taasisi kushiriki kwa kununua hisa. Swali langu ni, je, kuna mipango ya kuhakikisha bidhaa zenu zinakidhi viwango vya ubora vya kimataifa? Asante kwa swali zuri. Tayari tumesajili bidhaa zetu kupitia TBS na tunaendelea kushirikiana na wataalamu wa nje kuhakikisha teknolojia yetu inakidhi viwango vya ISO. Hii ni pamoja na kuajiri wahandisi wabobezi katika sekta ya umeme na nishati mbadala. Asanteni kwa michango yenu. Naamini mjadala huu umeonyesha wazi kuwa huu ni mradi wenye mwelekeo mzuri wa kibiashara. Tujipange vizuri kuhakikisha tunapata rasilimali za kutosha na kutekeleza mpango huu kwa mafanikio. Tufunge mkutano kwa sasa, ila mawasiliano na taarifa zaidi zitafuatia kwa barua pepe rasmi. Asanteni sana. Nimehisi utakuwa mpweke, nikaona acha nikupe kampani boss wangu. Hapana, luninga ingetosha. Kuna utofauti lakini, kati ya luninga na binadamu. Aha, ni sawa. Nifa, unafanya nini hapa? Boss nisamehe, nimeshindwa kuzuia hamu zangu juu yako. Ondoka haraka, mimi nina mke wangu. Najua boss, lakini ni leo tu. Mi sikusumbui tena, kweli na hapa. Boss, mimi na wewe ni leo tu. Nifa, unachofanya sio sawa. Nakupenda boss. Ah, Nifa, utaniua mimi. Sawa, lakini baada ya leo tusisumbuane tena. Nakuahidi.